kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali Bwana, umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua Bwana. Bwana, Bwana umenichunguza na kunijua. Wewe ni wa kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Tuende na matoleo. Karibuni sana. Umepepeta kwenda hema linalofuata kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua Bwana. Kuyafikia niende wapi, nijiepushe na roho yako. Karibuni wanawake wote kwa matoleo haya na mbinguni wewe kwa ajili ya kuwa sehemu ya kituo chetu bora kabisa. Wewe upo, ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Tuendelee na matoleo. Zingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Usikalie kiti wakati nyumbani mwa Bwana hujaweka mchango wako na matoleo yako. Nijiepushe na roho yako. Niende wapi ni ukimbie uso wako Bwana, kama ningepanda mbinguni wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu wewe upo. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza. Wakina mama karibuni tuendelee. Mkono wako wa kuume tuendelee na matoleo. Hakikisha unakuwa sehemu ya ufanikishaji wa jambo hili kubwa kabisa ambalo linalenga kumuinua Mungu, lakini kipekee sana ni jambo la wanawake wa Kristo wote. Nitakushukuru na watu nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ewe Baba, na nafsi yangu yajua. Nitakushukuru Nitakushukuru kwa kuwa ewe Baba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu ewe Baba, na nafsi yangu yajua. Nitakushukuru Yahweh, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu Mungu wangu, yajua. Nitakushukuru Yahweh, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu ewe Baba, yajua. Tuendelee na matoleo. Tuendelee na matoleo. Wanawake usikae ndani ya hema. Inuka, leta matoleo yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu.
Tabora Manispaa wakiwa wanahitimisha. Niwaombe wenye viti wa wachungaji wote kutoka kila wilaya kufika hapa tafadhali. Tuwashangilie. Hakikisha ulichokuja nacho kwa ajili ya ujenzi. Acha nimtukuze Mungu wangu. Umeumbwa kweli kwa jinsi ya ajabu. Mwanamke mimi. Hivi nilidhani kwa mfano na sura yake. Acha nimwinue Mungu wangu. Nilidhani kwa sura na mfano wake. Mrefu mweusi mwembamba mnene. Wawakilishi wa wachungaji. Acha nimtukuze Mungu wangu. Kutoka Sikonge tu. Sijamuona Kaliua. Sijamuona Urambo, Uyui, Tabora Manispaa, Igunga, Nzega. Wenye viti wa wachungaji aliyewasilisha ni kutoka wilaya ya Sikonge tu. Tayari tumepokea mchango wao shilingi 200,000. Mungu awabariki sana. Niombe wilaya zote msiondoke kabla ya kukamilisha hili. Tuwe na ahadi yenu au taslimu yenu, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini kipekee sana wanaendelea kuja. Karibu sema. Bwana asifiwe. Makutano, Bwana Yesu asifiwe. Sisi manispaa, pesa tuliokusudia kuwachangia kwa ajili ya ujenzi shilingi 200,000. Asanteni sana. Asante sana. Basi kwa maslahi makubwa ya muda, niombe tu wawakilishi wa wenye viti kutoka wilaya zilizosalia. Utaratibu umeandaliwa, tutaomba muweze kuwasilisha michango yenu. Na kipekee sana nimeambiwa kwamba meza kuu pia yapo matamko binafsi. Kipaza sauti kielekee hapo, na nimuombe katibu aweze kuratibu jambo hili. Karibu. Sisi walileta kadi, katibu, mama nani, mtakuja ofisini mchukue, mfuate ile kadi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katibu aliniletea kadi, nitajitahidi nichangie 1,000,000. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru tulipokea kadi, na mimi mama yuko pale, najua ameshapeleka kitu chake kidogo pale, na sisi tutachangia 1,000,000 katika kazi hiyo. Asante. Na ni tayari tunayo paying slip. Asante. Katibu.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza tuwapongeze kwa kweli akina mama wa mkoa wa Tabora kwa hili jambo mnalolifanya. Ni jambo zuri na ni jambo kubwa. Nadhani mbegu mmekwisha kuipanda na wengine nao watawaiga katika mikoa mingine katika nchi ya Tanzania. Na mimi nilipata barua yenu ya kunishirikisha juu ya jambo hili. Kwa hiyo basi pamoja na mama tuliona ni vema na sisi tukashiriki. Sisi tumekwisha kuweka kwenye akaunti yenu shilingi 500,000 kwa ajili ya jambo hili, na Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuwashangilie tena meza kuu, lakini pia tunaendelea. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pendo Rusato, mama askofu Dayosisi ya Tabora. Kwa niaba ya familia ninatoa shilingi 100,000. Kwa familia ya Rusato inachangia 100,000. Bwana wabariki. Amina. Asante sana mama. Tunaendelea. Asante sana. Lakini pia tumepokea 200,000 cash kutoka wilaya ya Nzega. Ongeleni sana Nzega na asanteni sana. Kwa masaa makubwa ya muda tutasitisha kidogo, nimkaribishe kiongozi wa kuratibu zoezi letu la kiibada aendelee. Bwana Yesu asifiwe. Katika liturujia zetu ukurasa ule wa 6 tuna maombi pale ambayo tutaendelea nayo. Niwaandae meza kwa ajili ya maombi hayo. Baba Askofu. Bwana Yesu asifiwe. Niwaombe sasa wote tusimame tunapokwenda kuomba maombi haya, na nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya leo. Imekuwa ni ibada ndefu ya kumtukuza Mungu. Niwatakie baraka za Mungu. Baada ya maombi haya nitakuwa siwezi tena kusema. Basi niwatakie baraka za Mungu na kila laheri mnaporejea nyumbani. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibu Baba Askofu kwa ajili ya utaratibu wa ibada. Ninamwomba Mama Askofu Yona kwa ajili ya maombi ya waandaaji, kushukuru waandaaji na watafsiri wa liturujia 2025 na kuombea nchi inayoandaa liturujia 2026. Na mtaendelea katika meza. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zako. Wewe ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya liturujia kwa ndugu zetu ambao waliandaa kwa mwaka 2025. Heshima na utukufu Mungu tunakurudishia wewe. Maana katika maandiko yako matakatifu Warumi sura ya 12 ule mstari wa 1 maandiko yanasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, na hii ndiyo sadaka impendezayo Mungu. Tunaamini katika maandalizi walitoa miili yao na mali zao. Heshima na utukufu Bwana tunakurejeshea. Asante hata kwa nchi ambayo inajiandaa kwa ajili ya kuandaa tena liturujia ya maombi ya dunia 2026. Mkono wako wenye nguvu na uweza. Katika Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 29 unasema wale ndugu wakaadhimia kwa pamoja ili waweze kuwasaidia. Tunajua na tunaamini katika maandalizi ya liturujia kuna fedha pia inatumika Bwana. Huo ni moyo wa ukarimu na moyo wa kujitoa. Tunaileta nchi hiyo kwa imani, hali tukiamini Bwana utawasaidia. Tunakataa kila roho ya kisasi na malipizi katika jina la Yesu Kristo kwa nchi ambayo imeandaa mwaka huu, katika Isaya 7:7 kwamba haitakuwa wala haitasimama roho ya mauti na magonjwa na magombano na mvurugano katika kamati iliyoandaa.
tunaikataa kwa jina la Yesu. Bali nguvu yako na uweza wako Bwana uende pamoja nao siku zote za maisha yao, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa mbinguni, Baba wa rehema, tuko mbele zako, na zaidi ya yote Bwana, tunakuja kwa ajili ya kuombea amani ya nchi, na zaidi ya yote katika utendaji kazi wa vyombo vya dola na wananchi kwa ujumla, sehemu ambayo ni ya ukatili na utekaji. Vitu hivi Bwana, katika nchi ya wastaarabu havipendezi. Tunakukabidhi Mungu kwamba wewe uweke Roho wako Mtakatifu kuwakumbusha watu kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wake. Lazima kabisa jambo hili likomeshwe, lakini zaidi ya yote mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu anahitaji kuheshimiwa na kupewa heshima yake. Jambo la utekaji na ukatili havihitajiki katika nchi ya wastaarabu na familia za wastaarabu, na hata Bwana kwa wananchi walio wastaarabu. Tunaamini Bwana utaendelea kuweka nguvu na kuwakumbusha zaidi watawala kulilinda hili na kuliendeleza na kulifundisha katika jamii, lisitokee linaleta kukosa amani, utulivu na mashaka kila mahali. Bwana usikie maombi yetu katika jina la Yesu. Amen. Na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba wetu, ni kwa ajili ya wakati huu. Hakika wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Tunakushukuru ni kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo tumeweza kusanyika, ni kwa ajili ya kuliinua na kulisifu jina lako. Tazama Bwana, tunakushukuru ni kwa ajili ya kutuepusha na janga la COVID. Na hivyo basi Mungu, tunazidi kukuomba ya kwamba ukazidi kutuepusha na majanga yote ambaye yanaweza kujiinua kinyume nasi. Tunajua kwamba Bwana utazidi kutuinua na kututetea, utatupigania sawa sawa na mapenzi yako. Na wewe tunajua ya kwamba ndio mlinzi wetu, ndio mtetezi wetu, na tunajua ya kwamba nafsi zetu ziko mikononi mwako. Zidi kutuokoa na kutuinua, zidi kutukinga dhidi ya majanga yote ambaye yanaweza kuja kinyume nasi. Na ni katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Tuendelee kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo umetupa. Naomba kwa ajili ya jumuiya yetu ya Kikristo, toka ilipoanza hata sasa umezidi kuisimamisha. Mungu mtakatifu, imepitia changamoto na mambo mengine, lakini imezidi kusimama kwa ajili ya uwepo wako. Tunaweka viongozi wanaoongoza jumuiya yetu ya Kikristo mikononi mwako, ili wazidi kutuongoza na kuifanya jumuiya hii zidi kushamiri katika Kristo Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza Mungu wetu na kukuheshimu kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa nafasi hii. Sasa Mungu, tunaposogea mbele zako, tunaomba umoja na mshikamano wa kanisa. Mungu kapate kuonekana, kitusaidia na kutuwezesha. Maana mahali palipo na umoja na amani yako tawala. Tusaidie Mungu wetu na kutuwezesha kama kanisa kukaa katika umoja, kukaa katika mshikamano, upendano, ili Bwana tukapate kukutukuza na kukutumikia wewe. Tunaamini Mungu utatuongoza kwa Roho Mtakatifu. Tunaomba haya kwa Yesu Bwana wetu. Amen. Tuombe. Mungu wetu, Baba mwema, Mungu mwenyezi uishie milele, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mwingi, tukimleta rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na makamu wake wa rais na waziri mkuu, mawaziri wote na wote wenye mamlaka katika nchi hii. Wasaidie waweze kutuongoza katika haki na kweli. Wape hekima, busara na maarifa katika kuamua masuala mbalimbali ya kijamii na kwa maslahi mapana ya taifa hili. Asante, na hasa kipekee sana tunapoendelea kufikiri juu ya nyakati zile zinazokuja kwa ajili ya uchaguzi. Tunaomba Bwana ukawape busara viongozi wetu hawa ambao umewapa neema ya kutuongoza, wakayafanye yote katika haki
haki yako ikatawale na utukufu wako ukaonekane. Tunaamini siku zote taifa lile ambalo kiongozi wao anamcha Mungu, taifa hilo litakuwa linaongozwa na Mungu. Tujalie sana kupata neema hiyo. Muongoze rais wetu Bwana, aendelee kukutazama wewe kwa kimbilio na msaada wake siku zote anapoendelea kuwatawala wa Tanzania hawa zaidi ya milioni 60. Mpe busara Bwana ya kuingia na kutoka na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya taifa. Tunaomba hivi kupitia jina lake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunaendelea kuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikushukuru Bwana kwa ajili ya mengi yaliyozungumzwa siku ya leo na viongozi wetu. Swala la uchaguzi mkuu limejitokeza kwa sehemu kubwa, yakiwa ni maneno, wishes, maombi kwamba Bwana ututazame sisi wa Tanzania. Tukikushukuru hata kwa ajili ya kazi iliyopita, na wakati huu Bwana, mwaka huu kipekee tunaendelea na mchakato wa uchaguzi mkuu. Tunakusihi Mungu wa neema uwe pamoja nasi, utusaidie. Maana tunajua hakuna uongozi unaowekwa madarakani pasipo wewe, Mungu wetu mkuu. Tunakusihi Bwana ukahusike kuweka viongozi madarakani. Na ndipo tunakuja mbele zako Mungu wetu mwema, tukikusihi utusamehe kwa nyakati ambazo hatukufanya vema, kwa nyakati ambazo tuliruhusu mambo yasiyofaa yakachukua nafasi, mambo ya rushwa, mambo ya uchawi na ushirikina. Kipindi hiki Bwana tunakuja mbele zako tukiwaleta wale wote wenye nia na wale wote ambao wamekwisha kujifahamu na ambao hawajajifahamu. Baba, tunaomba ukawaguse watu wako ambao unawaita katika kazi njema kwa ajili ya uraisi, kwa ajili ya madiwani na kwa ajili ya wabunge. Tunakusihi Mungu, wewe ambaye ulimuona Daudi akiwa machungani, ukatuitie wale watu mahali popote walipo, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, wakaweze kuja katika uongozi kwa wakati huu maalum Bwana, kulingana na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaomba Bwana ukaweke ari ndani ya wanawake na wanaume wale uliowakusudia, ili wakaweze kushika nafasi za uongozi kipindi hiki cha uchaguzi. Baba yetu mwema, tunakusihi kipindi hiki cha uchaguzi kikawa kipindi cha amani. Tunasihi wingu lako likatufunike wa Tanzania, tukawe katika hali ya amani na utulivu tunapoingia katika uchaguzi. Tunakusihi Bwana ukatupe hekima, Roho Mtakatifu atuongoze, ili tukaweze kupata viongozi ambao umewakusudia, viongozi ambao wataongozwa nawe Mungu, viongozi ambao watakucha wewe Bwana, viongozi ambao wataisimamia nchi hii kwa neema yako na kwa uongozi wako na kwa busara za kutoka kwako. Baba, tunakusihi katika jina la Yesu Kristo.